kabisa katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Mpendwa mtazamaji, na kukaribisha katika kipindi chetu cha siri ya msamaha wa dhambi, kiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa Righteousness of God Ministry hapa Lare. Tukaribisha mtazamaji wetu kwa makofi, sangwe na vigelegele. Tunashukuru Mungu kwa neema ambayo ametujalia. Huu mwaka umebakisha siku chache uise, na Mungu amekuwa pamoja nasi tangia tuanze program. Umefuatilia hiki kipindi, na naamini kwamba kimekuwa baraka katika maisha yako. Nataka tujifunze kuhusu sheria ya ondoleo la dhambi katika Agano la Kale. Bile katika Agano la Kale watu walikuwa nasamehewa, kwa sababu katika kitabu cha Mwanzo tunaona ni mwanzo wa kuupa kwa mwanadamu, ni mwanzo pia wa kuanguka kwa mwanadamu, na ni mwanzo Mungu alianza kupanga kuokoa mwanadamu. Kiangalia kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari 26, Mungu alisema, na tuumbe mtu kwa mfano wetu na sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Kiangalia sura ya pili mstari wa 7, maandiko inasema, Bwana Mungu akafanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akapuliza puani pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Ukisoma Mwanzo sura ya pili mstari wa 15 mpaka 17, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani la Edeni ailime na kuitunza. Kuilima inamaanisha nini? Mithali sura ya 4 mstari wa 23, maandiko inasema, linda moyo wako kuliko chochote ulindacho, maana huko ndiko kunatoka semisemi za uzima. Kwa hivyo Mungu alipatia Adamu neno la kulinda moyo. Kusoma Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 na 17, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda yote ya miti ya bustani unaweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, maana siku ile utakula matunda mti huo utakufa hakika. Hii ndio ilikuwa neno la Mungu ambao Mungu alipatia Adamu ili aweze kulinda moyo wake, ili moyo wake usivamiwe na muovu Shetani. Alimpatia Mwanzo sura ya 2 mstari wa 16 na 17. Lakini Shetani ambao ni mharifu alikuja na neno lingine katika kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 1, maandiko yanasema, nyoka alikuwa mrefu kuliko wanyama wote wa mwituni waliofanya Bwana Mungu. Akamuuliza mwanamke, ati Mungu alisema msile matunda yote ya miti ya bustani? Mwanamke akamwambia, matunda yote ya miti ya bustani tunaweza kula, walakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema tusile wala tusiguse, tusiye tukafa. Mstari wa 4 inasema, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtafanya nini? Hakika hamtakufa. Mstari wa 5, maana Mungu anajua siku ile mtakula matunda mti huo, mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Kutoka hapo mwanadamu moyo wake uliweza kubadilika, moyo wake ukaweza kuingia dhambi, na dhambi ilipoingia ndani ya moyo wa mwanadamu, kutoka hapo mwanadamu akaenda mbali na Mungu, ikawa Mungu na mwanadamu hawapatani, kwa sababu Mungu ni mtakatifu na mwanadamu ni amefanyika mwenye dhambi. Kwa hivyo kutoka hapo moyo wa mwanadamu na moyo wa Mungu vikaasana, kwa sababu Mungu ni mtakatifu na mwanadamu ni mwenye dhambi. Dhambi ilipoingia ikawa mwanadamu na Mungu wameasana. Kitabu cha Isaya, kusoma kitabu cha Isaya 59 mstari wa 2, maandiko inasema, maovu yenu yamewafarikisha ni Mungu wenu, na dhambi zenu zimefisa uso wake asiwaone, hata atakikusikia. Kutoka hapo ndio shida iliingia kati ya mwanadamu na Mungu, ya mwanadamu na Mungu kuasana. Na wakati mwanadamu alipoasana na Mungu, tunaona katika kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 15, Mungu akasema namna gani? Mungu akaweka uadui kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Akasema uzao wa nyoka
utambogonda kisigino na usawa wa mwanamke utambogonda kichwani. Kwa hivyo Mungu aliweka uadui kati ya usawa wa nyoka na usawa wa mwanamke. Yesu ndiye usawa wa mwanamke. Haleluya. Mwanadamu, Shetani alipoingia kwa mwanadamu aliweza kusaa mwanadamu akawa wa Shetani, na ndio kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 7 inasema enyi usawa wa nyoka. Alafu ukiangalia kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 34 Yesu akasema enyi usawa wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Kwa hivyo tunapoangalia vile neno linapozidi linaonyesha vile dhambi iliingia. Na dhambi ilipoingia ikawa mwanadamu hawezi kutambua dhambi, hawezi kutambua moyo wake. Mungu akapeana sheria. Kusudi la Mungu kupeana sheria ni ili tuweze kutambua dhambi. Kiangalia kitabu cha Warumi 3 mstari wa 20, maandiko inasema hakuna mwenye mwili atahesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Mungu alipopeana sheria, alipeana sheria ili tuweze kutambua dhambi. Haleluya. Ili tuweze kutambua dhambi. Baada ya kutambua dhambi, Mungu akapeana hema takatifu. Mungu alipeana hema takatifu. Dhambi imeingia katika kitabu cha Mwanzo, katika kitabu cha Kutoka Mungu amepeana sheria, katika kitabu cha Kutoka Mungu amepeana hema takatifu, katika kitabu cha Mambo ya Walawi hema takatifu imeanza kufanya kazi. Haleluya. Hebu tuweze kuona vile hema takatifu ilitengenezwa. Tuangalie Biblia yetu katika kitabu cha Kutoka 27 mstari wa 16, na kwa lile lango la ua patakuwa na kistiri cha dhiraa 20, kitakuwa cha nguo ya rangi ya bluu na zambarau na nyekundu na kitani nzuri zenye kusokotwa kasi ya msono taraza. Nguzo zake zitakuwa 4 na matakwa yake yatakuwa 4. Ukiangalia hapa, tunataka tuangalie lango la hema takatifu. Katika sehemu moja katika lango la hema takatifu tuone vile lango lilikuwa. Lango lilikuwa tofauti na sehemu zingine katika hema takatifu, na ukiangalia Biblia inasema katika lango la hema takatifu ilitengenezwa na rangi 4. Rangi 4 tunaona kuna zambarau, kitani safi, kuna nyekundu, kuna samawi. Na tunapoangalia rangi hizi zinawakilisha injili 4 za Yesu Kristo. Katika Mathayo anamueleza Yesu Kristo kama mfalme, Marko anamueleza Yesu Kristo kama mtumishi, na Luka anamueleza Yesu Kristo kama mwanadamu, na Yohana anamueleza Yesu Kristo akiwa mwana wa Mungu. Haleluya. Katika rangi hizi 4, hebu tuweze kuangalia kitabu cha Ezekieli. Kitabu cha Ezekieli sura ya 1 mstari wa 10. Ezekieli sura ya 1 mstari wa 10. Maandiko inasema kwa habari ya mfano wa nyuso zao, walikuwa na uso wa mwanadamu, na wanne walikuwa na uso wa simba upande wa kulia, na hao wanne walikuwa na uso wa ng'ombe upande wa kushoto, na hao wanne walikuwa na uso wa tai. Ukiangalia hapa tunaona vile Biblia inaeleza nyuso 4. Wa kwanza mwanadamu, wa pili kama mfano wa simba, na mwingine uso wa ng'ombe, na wa 4 tunaona ana uso kama wa tai. Tuende kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo 4 mstari wa 7. Kitabu cha Ufunuo 4 mstari wa 7. Na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa na mfano wa simba, na mwenye uhai wa pili alikuwa na mfano wa ndama, na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso wa mwanadamu, na mwenye uhai wa 4 alikuwa na mfano wa tai arukaye. Tunapoangalia rangi 4 sinajitoa katika kitabu cha Ezekieli, tumeona nyuso 4 pale, na katika kitabu cha Ufunuo tumeona nyuso 4 hapa.
Na katika kitabu cha Kutoka tumeona rangi 4. Na rangi ya kwanza ni rangi ya zambarau. Hii rangi ya zambarau ni rangi ya kifalme, ilikuwa inavaliwa na wafalme. Na Mathayo anamweleza Yesu kama mfalme, anamtaya Yesu kama mfalme. Na ndio tunaona hapa mfano huyu mwenye uhai wa kwanza alikuwa na mfano wa simba. Simba anawakilisha mfalme. Alafu mwenye uhai wa pili anaelezwa hapa kama ndama. Ndama ni yule anayetupatia maziwa, anaweza tupatia nyama, anaweza tupatia ngozi. Kwa hivyo ndama ni yule anayetuhudumia. Ndama anawakilisha mtumishi. Haleluya. Kama vile kitani safi kinawakilisha rangi ya utumishi. Na Marko anamtaya Yesu kama mtumishi, na Yesu aliweza kufanya kazi katika kitabu cha Marko. Kazi yote ile Yesu alifanya kama mtumishi. Ndio hapa anaitwa ndama. Alafu tunaona watatu wako na uso kama uso wa mwanadamu. Yesu alikuja kama mwanadamu, amebaa mwili wa mwanadamu, kama vile Yohana sura ya 1 mstari wa 14 nasema, neno akafanyika mwili, tukaona utukufu kama utukufu wa mwana wa pekee, amejaa neema na kweli. Kwa hivyo Yesu alibaa mwili wa mwanadamu, akawa na mfano wa mwanadamu, ili aweze kulipia dhambi, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Ilibidi Yesu abaye mwili wa mwanadamu ili aweze kulipia dhambi, kwa maana dhambi haingeweza kulipiwa kwa njia nyingine. Dhambi ingeweza kulipiwa kwa maombi, kwa kuombewa, hapana. Dhambi tu ililipwa kwa njia ya mauti. Na ndio Yesu alikuja akiwa mwili wa mwanadamu, alikuwa na sura ya mwanadamu, na ndio Luka anamtaya kama mwanadamu. Haleluya. Ili aweze kulipa msahara wa dhambi ambao ni mauti. Tunaona mwenye uhai wa 4 alikuwa na mfano wa tai arukaye. Hii ni rangi ya samawi, hii ni rangi ya mawingu, inadhihirisha Yesu kutoka mbinguni, inadhihirisha Yesu aliyetoka mbinguni. Na ndio Yohana amemweleza Yesu, amemtaya Yesu kama mwana wa Mungu. Amen. Amemweleza Yesu kama mwana wa Mungu, hakumweleza kama mwanadamu, hakumweleza kama mfalme, hakumweleza kama mtumishi, bali amemweleza kama mwana wa Mungu. Amemweleza akiwa mwana wa Mungu. Na ndio kitabu cha Yohana sura ya 1 inaanza ikisema, hapo mwanzo kulikuweko na neno, na neno alikuweko kwa Mungu, na neno alikuwa kwa Mungu. Lakini ukisoma Mathayo inaanzia ikieleza ukoo wa Yesu Kristo. Na ukiangalia Marko haielezi ukoo kwa sababu mtumishi ana ukoo, lakini Luka inaeleza Yesu kama mwanadamu kwa sababu mwanadamu ana ukoo. Lakini mwana wa Mungu ana ukoo, ana mwanzo wake wala mwisho wake. Ndio Yohana anaanzia akiandika injili yake, anaanzia akisema, hapo mwanzo kulikuweko na neno, na neno alikuweko kwa Mungu, na neno alikuwa kwa Mungu. Kwa hivyo Yesu alikuwa tofauti na wanadamu, na alikuja akiwa tofauti na wanadamu. Na lango lenyewe ambalo tunazungumzia, ambalo tumesoma katika kitabu cha Kutoka 27 mstari wa 16, lango hilo linawakilisha Yesu Kristo. Tuangalie kitabu cha Yohana, kitabu cha Yohana 10 mstari wa 7 na 10. Inasema, basi Yesu akawaambia tena, amina amina nawaambieni, mimi ndimi lango la kondoo. Yesu amesanjieleza, mimi ndimi lango la kondoo. Tukiangalia mstari wa 9, mimi ndimi mlango, na mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Haleluya. Yesu amesaeleza mimi ni nini? Mimi ndimi lango. Kwa hivyo lango, Yesu anajitaya yeye ndiye lango. Na lango lilikuwa tofauti na sehemu zingine katika hema takatifu. Bila Yesu amekuja akiwa tofauti na watu wengine. Wanadamu wote ni wenye dhambi, watu wote walijaribiwa na wakatenda dhambi, lakini Yesu ana dhambi ndani yake. Tuone sura kamilifu ya Yesu Kristo kulingana na Biblia. Tuangalie kitabu cha Petro wa kwanza, tuone sura kamilifu ya Yesu Kristo. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 22. Yeye hakutenda dhambi wala ila ikuonekana kinywani mwake. Yeye hakutenda dhambi wala ila ikuonekana kinywani mwake. Huyu ni Yesu Kristo ambaye hakutenda dhambi, hakuwa na dhambi. Kwa sababu maandiko inasema katika kitabu cha, kusoma Biblia vile inasema wote wametenda dhambi na kufungukiwa na utukufu wa Mungu. Warumi
3 mstari wa 23 inasema wote wametenda dhambi na kufungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini Yesu hakutenda dhambi wala ila ikuonekana kinywani mwake. Tuangalie waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa 5, tuone sura kamilifu pia ya Yesu Kristo. Ninyi mnajua ya kuwa alidhihirishwa ili asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Mnajua ya kuwa alidhihirishwa asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Yesu hakuwa na dhambi, alidhihirishwa asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Dhambi haingeweza kuondolewa na mtu mwingine ako na dhambi. Ilibidi Yesu akuje akiwa mtakatifu, akiwa mkamilifu, asiyejua dhambi, ili aweze kusiondoa dhambi. Na maandiko inasema mnajua ya kuwa alidhihirishwa asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Ndani ya Yesu Kristo hakukuwa na dhambi, na alidhihirishwa ili asiondoe dhambi. Tunaona sura kamilifu ya Yesu Kristo. Ukiangalia sura ya mwanadamu katika kitabu cha Warumi 5 mstari wa 12 inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na hiyo dhambi mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wametenda dhambi. Ukiangalia kitabu cha Warumi 3 mstari wa 23 inasema wote wametenda dhambi na kufungukiwa na utukufu wa Mungu. Hii ni sura ya mwanadamu. Ukiangalia Mwanzo 6 mstari wa 5, Bwana akaona maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi anaowasa moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Huyu ni mwanadamu. Ukiangalia kitabu cha Isaya 43 mstari wa 27, maandiko inasema namna gani? Maandiko inasema baba yetu wa kwanza alifanya dhambi na wakalimani wake wameniasi. Kwa hivyo inaeleza sura ya mwanadamu. Adamu aliasi, na alipoasi dhambi kaingia kwetu. Warumi 5 mstari wa 19 inasema kadhalika kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kupitia kuasi kwa Adamu tulifanyika wenye dhambi. Watu wengi hawaelewi kwa nini wao ni wenye dhambi. Wanafikiria wao ni wenye dhambi kwa sababu ya kutenda dhambi. Wewe si mwenye dhambi kwa sababu ya kutenda dhambi. Wewe ni mwenye dhambi kwa sababu uliingizwa. Adamu alipomwasi Mungu alikuingiza kuwa mwenye dhambi. Na hii ndio sura ya mwanadamu. Lakini sura ya Yesu Kristo alikuja akiwa tofauti kabisa na wanadamu. Alikuja tofauti kabisa na watu wote. Watu wote ni wenye dhambi, lakini Yesu hana dhambi. Petro ametueleza vizuri, hakutenda dhambi wala ile ikuonekana kinywani mwake. Yohana anatueleza vizuri hapa sura ya Yesu Kristo. Ninyi mnajua aliyekuwa yeye alidhihirishwa ili asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Hii ndio sura kamilifu ya Yesu Kristo. Haleluya. Tuangalie Wakorintho wa pili 5 mstari wa 21. Maandiko inasema yeye asiyejua dhambi alimfanya dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yeye asiyejua dhambi ni Yesu. Hakujua dhambi, hakutenda dhambi, hakuwa na ila, hakuwa na dosari. Huyu ndiye Yesu Kristo. Haleluya. Yeye asiyejua dhambi alifanywa dhambi kwa ajili yetu. Alikuja akachukua dhambi zetu. Mahali ambapo sisi tulikuwa wenye dhambi, Yesu akakuja akachukua dhambi zetu. Na alipochukua dhambi zetu, na sisi tukachukua haki yake. Alipochukua dhambi zetu, ilibidi aangikwe msalabani ili aweze kulipa msahara wa dhambi ambao ni mauti. Yeye asiyejua dhambi akafanywa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Haleluya. Tuangalie Waebrania pia sura ya 4 mstari wa 15. Tuone vile Biblia inasema, kwa kuwa hakuna kuhani mkuu asiyeweza kusukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa kama sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Yesu alijaribiwa. Kuhani, kwa maana maandiko inasema kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kusukuliana nasi katika mambo ya udhaifu. Kuhani alikuwa katika udhaifu wa dhambi, pia yeye alikuwa mwenye dhambi. Alikuwa anatoa dhabihu kwa ajili ya dhambi yake. Kwa sababu gani? Yeye alichaguliwa kutoka kwa wanadamu, na wanadamu ni wenye dhambi. Lakini Yesu hakutokana na mbegu ya mwanadamu. Hakuja akiwa na mbegu ya dhambi. Alikuja akiwa mtakatifu, alikuja akiwa mwenye haki, na ndio maandiko inasema bali yeye alijaribiwa kama sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Kwa nini alijaribiwa katika mambo yote bila kufanya dhambi? Kwa sababu ndani yake hamna dhambi. Ndani ya Yesu Kristo hakukuwa na dhambi, ndio alijaribiwa katika mambo yote bila kufanya dhambi. Tuangalie kitabu cha Waebrania tena, Waebrania 7 mstari wa 26. Tuone vile Biblia inasema, maana inatupasa sisi kuwa
kuwa na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na waa lolote, aliyetengwa na wakozaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu. Inatupasa tuwe na kuhani mkuu wa namna hii. Kuhani huyu mkuu namna hii, aliye mtakatifu, si kuhani mwenye dhambi. Wale makuhani walichaguliwa na walikuwa wenye dhambi. Na hapa maandiko inasema inapaswa tuwe na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na waa lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu. Huyu ni kuhani ambao ni Yesu Kristo. Tunaona sura ya Yesu Kristo. Tuangalie vile Yesu alijizungumzia yeye mwenyewe. Kitabu cha Yohana 8 mstari wa 46 samani. Anasema, ni nani miongoni mwenu ananishuhudia kuwa nina dhambi? Nami nikisema kweli, mbona ninyi hamsadiki? Yesu anauliza, nani ananishuhudia kuwa niko na dhambi? Hakuna mtu aliyeshuhudia Yesu ako na dhambi, kwa sababu Yesu alikuwa mtakatifu, alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa tofauti na wanadamu, kama vile lango lilikuwa tofauti na sehemu zingine katika hema takatifu. So hakuna mahali Yesu alishuhudiwa ako na dhambi. Kwa mfano kuna hema takatifu hapa, kuna hema takatifu, na hii hema takatifu tunaona kuna lango hapa, kuna madhabahu. Hii madhabahu iko kwa sababu ya kusuluhisha dhambi, iko kwa sababu dhambi haiwezi kuoshwa mahali pengine isipokuwa katika hema takatifu. Hakuna mahali pengine dhambi ingeoshwa isipokuwa kwa mahali hapa ambapo Mungu aliweka. Hii hema takatifu ndio Mungu aliweka ili dhambi iweze kuoshwa. Haleluya. Dhambi haikuwa inaoshwa kiolela olela. Tukiangalia hapa tunaona kuna pembe za madhabahu, na dhambi ilikuwa inaandikwa katika pembe za madhabahu, na huyu mtu ili aweze kujua lango liko wapi, ilibidi aweze kuangalia rangi za lango, ambalo ni rangi ngapi? 4. Hizi rangi 4 zinatambulisha lango liko wapi. Na ndio unaona Yesu alikuja akiwa tofauti na wanadamu, na ikawa ni rahisi sana wanadamu kutambua huyu ni mwana wa Mungu, huyu si mwanadamu wa kawaida. Kwa sababu gani? Yesu hakuwa na dhambi, hakutenda dhambi, hakuna ila ilikuwa kinywani mwake. Kwa hivyo waliweza kutambua Yesu kwa urahisi, na Yesu akasema, mimi ni lango. Ili uweze kupata msamaha wa dhambi, lazima uingie ndani ya hema takatifu. Ili uweze kupata msamaha wa dhambi, lazima uingie ndani ya Yesu Kristo. Hii madhabahu inawakilisha msalaba wa Yesu Kristo. Hakuna mahali pengine tunaweza kupata msamaha wa dhambi. Nje ya Yesu Kristo hakuna msamaha wa dhambi, lakini ndani ya Yesu Kristo kuna msamaha wa dhambi. Nje ya hema takatifu hakuna msamaha wa dhambi, lakini ndani ya hema takatifu kuna msamaha wa dhambi. Haleluya. Kwa hivyo kuna watu wanatafuta msamaha nje ya Yesu Kristo. Kuna watu wanatafuta msamaha nje ya Yesu Kristo, lakini msamaha huwezi kupatikana nje ya Yesu Kristo. Haleluya. So watu wengi hawaelewi sura kamilifu ya Yesu Kristo. Huyu Yesu ambaye ni tofauti, akiingia ndani ya moyo wako pia unakuwa tofauti. Na kuwa tofauti ni kuwa tofauti na wanadamu. Ndio wanadamu wanahubiriwa, Yesu aliosha dhambi zako. Hawaamini, kwa sababu wao ni watu wa kawaida. Ukisema mimi ni mtakatifu, hawakuelewi, kwa sababu wewe ni mtu kawaida. Mtu wa kawaida hawezi kuelewa ninaposema sina dhambi, kwa sababu anajua watu wote ni wenye dhambi. Lakini mtu aliye ndani ya Yesu anaweza kuelewa. Ukiingia ndani ya Yesu Kristo, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Unapoingia ndani ya Yesu Kristo, Yesu anaosha dhambi zako. Hakuna mwanadamu aliye na uwezo wa kuosha dhambi zake, lakini wanadamu wanajaribu kuosha dhambi zao wao wenyewe, kwa sababu wako nje ya Yesu Kristo. Wale waliko ndani ya Yesu Kristo, Yesu anaosha dhambi zao kupitia damu yake. Haleluya. Hii damu inaosha dhambi zetu, ni damu ya dhamana, damu ambayo haikuwa na waa lolote. Tuangalie hii damu ambayo inaosha
Angalia hapo katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, maandiko inasema, ninyi mkifahamu ya kwamba mulikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Mulikombolewa si kama kwa vitu vinavyoharibika kama fedha na dhahabu, bali mlikombolewa na vitu visivyoharibika, ili muweze kutoka katika mwenendo wenu mliopokea kwa baba zenu. Angalia mstari wa 19, bali kwa damu ya dhamana kama ya mwanakondoo asiye na dosari wala yaani Kristo. Tumekombolewa na damu ya mwanakondoo ambao ni Yesu Kristo, damu ambayo haina hatia, haina mawaa, haina dhambi, damu takatifu ndio imetuosha dhambi. Damu ya Yesu si kama ile ilikuwa ya mbuzi ambayo ilikuwa inaosha dhambi kama ikaenda kwa Yesu. Na ndio siku ya pili Yohana alipomwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Haleluya! Dhambi yote ya ulimwengu iliwekwa juu ya nani? Juu ya Yesu. Yesu alipoangikwa msalabani, katika kitabu cha Yohana 19 mstari wa 30, akiwa msalabani akasema, yote yamekwisha. Nini iliisha? Dhambi yako yote iliisha. Dhambi ilifanya Yesu asaliwe kama mwanadamu. Dhambi ilifanya Yesu afe, na Yesu kabla ya kufa akasema yote yamekwisha. Dhambi yako iliisha. Haleluya! Shetani na wahubiri wa uongo wasikundanganye wewe ni mwenye dhambi. Amini neno la Mungu, Yesu alichukua dhambi zako, na damu ya mwanakondoo ambao haina hila ilikuosha dhambi zako zote. Amen. Yesu akiingia ndani yako, maisha yako yanabadilika. Yesu alitambulikana kwa sababu gani? Hakuenenda kama wanadamu. Wanadamu wanaendelea kukuona, lakini Yesu alienenda kwa imani. Na wewe ukipokea Yesu ndani ya moyo wako, maisha yako yanabadilika. Au tembei kama wanadamu kwa kuona, unaenda kwa imani, kwa maana imeandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Haleluya! Ukishafanyika mwenye haki, unaanza kwenda kwa imani. Uendi kwa kuona tena, unaenda kwa imani. Kwa hivyo naamini ya kwamba, mpendwa mtazamaji, utaendelea kusikiza programu hii katika kipindi kijacho. Tutaendelea kujifunza bile dhambi inaoshwa mara moja na milele. Na tumeona Waebrania 10 mstari wa 14 ikisema, maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele au wanaotakaswa. Amen. Uko miongoni mwa wale wanaotakaswa? Amen. Kama uko miongoni mwa wale wanaotakaswa, usiseme uko na dhambi. Hatuko miongoni mwa wale wanaojitakasa, tuko miongoni mwa wale wanaotakaswa. Dhabihu ambayo Yesu alitoa imetutakasa na imetukamilisha hata milele. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji, tushukuru. Mtakatifu mkombozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya damu ya mwana wako Yesu Kristo iliyotiririka msalabani, imetuosha dhambi zetu zote na imetukamilisha. Bwana wa majeshi, tulijaribu kujitakasa, tulijaribu kujikamilisha, lakini hatukukamilika. Lakini kwa toleo moja ambao mwana wao Yesu Kristo alitoa pale msalabani, tumekamilika hata milele. Bwana wa majeshi, saidia mpendwa mtazamaji kuamini neno hili na akaweza kufanyika mtakatifu na mwenye haki. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Sema amen. Tuage mtazamaji kwa makofi, shangwe na vigelegele. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji kwa huo muda.